Habari. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo nimekuleta makala ya historia ya mikasa na matukio ya kusisimua ya mhalifu wa madawa ya kulewa aitwaye El Chapo. Historia ya kweli ya El Chapo. Jinsi alivyotoroka gerezani kupitia handaki, tukio lililoishtua dunia. Jina lililogeuka hofu duniani. Katika historia ya magenge ya dawa za kulevya, hakuna jina lililotisha na kuvuma sana kama Joaquin Archibaldo Guzman Loera, maarufu kama El Chapo. Neno El Chapo maana yake ni mfupi. Lakini licha ya kuwa na mwili mdogo, alikuwa na nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa uhalifu. Alikuwa kiongozi wa moja ya cartel kubwa zaidi duniani, Sinaloa Cartel. Cartel iliyohusika na kusafirisha cocaine, heroin, methamphetamine na dawa nyingine kutoka Mexico kwenda Marekani na duniani kote. Lakini tukio lililomfanya El Chapo kuwa hadithi ya kipekee ni kutoroka gerezani kupitia handaki la siri. El Chapo ni nani? El Chapo alizaliwa tarehe 4 April mwaka 1957, La Tuna, Sinaloa, Mexico. Alikulia katika umaskini mkubwa, lakini mapema kabisa aliingia kwenye biashara ya dawa za kulevya. Katika miaka 1980 na 1990, El Chapo alijijengea sifa kama mtu mwenye akili ya biashara haramu, mpangaji mkubwa wa magendo na kiongozi asiyeogopa serikali. Hatimaye alichukua uongozi wa Sinaloa Cartel na kuwa mmoja wa watu matajiri zaidi duniani kwa biashara ya dawa. Forbes iliwahi kumtaja kama bilionea wa uhalifu. Mkasa wa kukamatwa kwa mara ya kwanza 1993. Mwaka 1993, El Chapo alikamatwa Guatemala na kurejeshwa Mexico. Alihukumiwa na kuwekwa katika gereza lenye ulinzi mkali sana liitwalo Puente Grande Prison. Lakini hata akiwa gerezani, aliendelea kuendesha kateli yake. Kutoroka kwa kwanza 2001, ndani ya gari la kufulia. Mwaka 2001, El Chapo alitoroka kwa njia ya ajabu. Alijificha ndani ya gari la kufulia nguo. Akatolewa nje ya gereza bila kugundulika. Tukio hili lilifanya serikali ya Mexico ionekane dhaifu sana. El Chapo akapotea kwa miaka 13. Kukamatwa tena 2014. Baada ya msako mkubwa wa kimataifa, El Chapo alikamatwa tena Februari 2014, Mazatlan, Mexico. Alirejeshwa kwenye gereza kali zaidi nchini liitwalo Altiplano Maximum Security Prison. Hili ndilo gereza lililotajwa kuwa haiwezekani kutoroka, lakini El Chapo alikuwa na mpango mwingine. Tukio kubwa: kutoroka kupitia handaki 2015. Tarehe 11 Julai 2015. El Chapo alifanya tukio lililoishtua dunia nzima. Usiku huo, kamera za gereza zilimwonyesha El Chapo akiingia sehemu ya kuoga ndani ya seli yake. Alisimama pale kwa sekunde chache, kisha akatoweka kabisa. Walinzi walidhani bado yupo ndani, lakini ukweli ulikuwa wa kutisha. Chini ya sehemu ya kuoga kulikuwa na shimo, na shimo hilo lilikuwa mwanzo wa handaki kubwa sana. Handaki lilivyokuwa. Handaki hilo lilikuwa la kiwango cha juu ajabu. Urefu wa zaidi ya mita 1500, kiomimi 1.5, likiwa na taa za umeme, mfumo wa hewa, reli ndogo ya pikipiki ya kusafirisha mtu, ngazi na njia za kisasa. Lilichimbwa hadi kufika kwenye nyumba iliyokuwa karibu na gereza. Hii haikuwa kazi ya mtu mmoja, ilikuwa operesheni ya cartel nzima. Pikipiki ndani ya handaki. Ripoti zilisema El Chapo alitoroka kwa kutumia pikipiki iliyokuwa imewekwa kwenye reli. Aliingia ndani ya handaki na kusafirishwa kwa kasi hadi mwisho wake. Alipotoka, alikuwa tayari yuko huru. Tukio hili lilisababisha aibu kubwa kwa serikali ya Mexico. Waziri wa usalama kulaumiwa. Rais wa Mexico wakati huo alisema, hili ni tukio la fedheha kubwa kwa taifa. Marekani ilikasirika sana, kwani El Chapo alikuwa adui namba 1 wa vita dhidi ya dawa. Msako mkubwa na kukamatwa kwa mwisho 2016. Baada ya miezi kadhaa ya kukimbia,
El Chapo alikamatwa tena, Januari 2016, Los Mochis, Sinaloa. Safari yake ya mwisho ya uhuru iliisha pale. Baadaye, Mexico ilimkabidhi Marekani. Hukumu Marekani, 2019. Mwaka 2019, El Chapo alihukumiwa Marekani kwa usafirishaji wa dawa za kulevya, mauaji, uhalifu wa kimataifa na utakatishaji fedha. Alipewa kifungo cha maisha gerezani plus miaka 30. Akawekwa kwenye gereza kali zaidi Marekani la ADX Florence, Colorado, gereza ambalo halitoroki. Kwa nini kutoroka huku kulikuwa maarufu sana? Handaki lilikuwa la kisasa sana, lilihitaji pesa na watu wengi. Lilionyesha nguvu ya cartel dhidi ya serikali. Tukio lilionekana kama movie. El Chapo alikuwa adui mkubwa zaidi duniani. El Chapo si jambazi wa kawaida. Ni mfano wa jinsi uhalifu wa cartel unavyoweza kuwa na fedha nyingi, teknolojia, mtandao wa watu ndani ya serikali, uwezo wa kupanga heist kama jeshi. Lakini mwisho wake unaonyesha kuwa hakuna mtu anayekimbia sheria milele. Na hapa natia nanga ya makala hii ya El Chapo. Usisahau kusubscribe kwa mwendelezo wa makala zaidi.